Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu kupitia jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ni wakati mwingine mzuri ambao umepata kibali mbele za Mungu. Tumeweza kufika kwa ajili ya kuendelea kujifunza na somo letu zuri la ulemavu na injili ya Yesu Kristo. Lakini pia ni somo ambalo lipo chini ya channel yetu ya YouTube yenye jina la Inclusive Gospel, yani injili jumuishi. Nikushukuru wewe ambaye umekuwa ukiendelea kutufuatilia tangu tumeanza mafundisho haya. Mungu akubariki sana. Lakini pia nimefurahishwa na watu ambao wameendelea kutoa maoni na mapendekezo yao kuhusiana na kipindi hiki kizuri ambacho tumekianzisha. Kwa neema ya Mungu tumeweza kupata takribani watu 69 ndani ya wiki moja ambao wamekuwa wakiendelea kutufuatilia. Mungu awabariki sana ninyi wote ambao mmetoa muda wenu na mmetoa fedha zenu kwa ajili ya kuweza kufuatilia somo letu hili zuri kabisa. Sasa kipindi kilichopita tulikuwa tunazungumzia kuhusiana na ulemavu na injili ya Yesu Kristo, na tulikuwa na vipengele kadha wa kadha ambavyo tulikuwa tumevichagua, na kwa kuanza tulisema tutaanza na viziwi. Kundi la viziwi hawa ndio ambao tutaanza rasmi kuwazungumzia kuhusiana na injili ya Yesu Kristo. Na kwa kukukumbusha tu, mtumishi wa Mungu, wewe ambaye hukupata neema ya kuweza kutufuatilia kipindi kilichopita, tulikuwa tunazungumza ya kwamba makanisa ya Kipentekosti yamewasahau watu wenye ulemavu. Hili ndilo somo na ndio kusudi letu kubwa la msingi, kwamba makanisa yetu ya Kipentekosti yamewasahau watu wenye ulemavu. Sasa tumeleta hili somo kwenu ili tuweze kujifunza kwa pamoja, tuweze kuelewa zaidi, na hatimaye watu hawa wenye ulemavu waweze kufikiwa na injili ya Yesu Kristo. Katika mwendelezo wa lile somo letu, kwa kipindi kilichopita tulikuwa tunazungumzia aina ya viziwi. Tulifika kwenye kuzungumzia aina mbalimbali za viziwi, na tulisema katika muktadha huu ambao mimi niliuchagua, tulizungumzia kiziwi kwa maana ya kwamba kiziwi wa kuzaliwa, halafu kuna kiziwi kabla ya kupata lugha, lakini pia tulisema kuna kiziwi baada ya kupata lugha. Ndio haya makundi matatu ambayo tuliweza kuyazungumzia haswa kuhusiana na kiziwi. Lakini ni kueleza kitu kimoja, katika ile video ambayo imepita, watu waliokuwa wanatufuatilia, kuna maoni na mapendekezo ambayo watu waliyatoa. Kuna mtumishi mmoja, ni mtumishi mkubwa, alitoa maoni yake, ila kwa jinsi ambavyo nimeweza kuyasikiliza yale maoni, kwa kweli yanatia huruma na yanafadhaisha sana. Kama mtumishi wa Mungu, kiongozi na anaongoza kundi la watu, lakini bado amekuwa na mtazamo kama ule ambao uliotoa. Kwa kweli nikaona bado wa Pentekoste tupo nyuma sana, yaani kwa swala la watu wenye ulemavu na kuamini kwa uwepo wa Yesu Kristo, bado tupo nyuma. Kiufupi ndugu huyu alisema, yani mimi mtumishi nianze kupoteza muda wangu kumhubiria kiziwi ambaye hasikii, ina maana nitakuwa nimekosa kazi ya kufanya? Yaani alizungumza kitu kama hichi. Sasa hebu jaribu kufikiria, huyu ni mtumishi ambaye ana kundi la watu, anaongoza watu, anawafundisha, lakini yeye kichwani mwake anaamini kwamba mtu kiziwi hawezi kupewa injili. Kitu kingine ambacho yeye alikisema na ambacho amekiamini, anasema as long as huyu mtu ni kiziwi, basi yeye ambacho anakistahili ni msaada peke yake. Na alijaribu kunukuu baadhi ya kifungu kwenye Biblia ambacho kinazungumzia imani iliyo dini iliyo safi ni dini ya kuwaona watu wasiojiweza, walioko magerezani, wagonjwa na watu mbalimbali. Hivyo yeye akasema, mimi nafikiri hawa watu wenye ulemavu wa kusikia, yani viziwi, wapo kwenye hilo kundi, kwamba wanatakiwa tu kupewa msaada, lakini hakuna namna nyingine ambayo unaweza kufanya, aidha ukawahubiria injili au ukawaweka katika nyumba ya ibada kwa ajili ya huduma za kiroho. Sasa watumishi
Hebu jaribu kuangalia mtumishi mwenzetu huyo ambaye bado hana uelewa katika hili. Na ni kama ambavyo nilisema awali kwamba binafsi mimi siwezi kumlaumu mtu yoyote ambaye anashindwa kufikisha huduma kwa watu wenye ulemavu. Kwa nini siwezi kumlaumu? Simlaumu kwa sababu hakupata elimu, alikuwa hajui chochote. Lakini nafikiri baada ya elimu hii sasa mtu atatambua na ataanza sasa kufanya jitihada za kuhakikisha kwamba injili yetu inakuwa ni injili jumuishi na ni injili ambayo inaweza kuwafikia hata watu wenye ulemavu. Sasa mtumishi wa Mungu, ungana nami sasa katika somo hili, katika uendelevu wa somo ambalo tunaendelea nalo, ulemavu na injili ya Yesu Kristo. Na leo kwa sababu tulikuwa tunamzungumzia kiziwi, kwanza ninaomba tuweze kufahamu sikio, kwa sababu sikio ndio sehemu maalum ambayo inahusika na kusikia. Kiufupi nikupitisha hapo, mimi sio mtaalamu wa masuala ya afya, lakini nataka nikupitishe kiufupi ili uweze kufahamu mekanizmu ya sikio lipoje kwenye utendaji wa kazi. Hata wewe unapokuwa unaamua kutaka kumuombea mtu mwenye tatizo la kusikia, au unataka kumpa huduma, au unakutana naye, hebu fahamu tatizo hilo liko sehemu gani, kwa sababu unaweza kahisi sikio limepatwa na shida, yani kwa namna yako ambayo labda kwa jinsi unavyofikiria, lakini je, sikio lipoje? Kiufupi naomba nikupitishe hapa kwamba sikio lina sehemu kuu tatu. Kuna sikio la nje, yani sikio hili unaloliona hili ni sikio la nje. Hii kitaalamu inaitwa pina. Kazi ya hili sikio la nje, kazi yake ni kukusanya mawimbi ya sauti. Ni kama unavyoona antena kwenye TV au ule ungo wa Azam. Ule pale ungo hauna kazi yoyote zaidi ya kukusanya mawimbi ya sauti. Kwa hiyo sikio la nje ndio linafanya hiyo kazi, na hii usijumuishe kama hili ndio sikio, ni sehemu katika sikio. Lakini baada ya hapo tuna sikio la kati. Tuna sikio la kati. Hili sikio la kati lenyewe lina vifereji, kitaalamu lina vifereji fulani ambavyo vyenyewe hufanya kazi ya kupitisha yale mawimbi ya sauti yanayotoka kwenye sikio la nje. Lakini pia tuna sikio la ndani. Hili sikio la ndani sasa tunaita cochlea, kitaalamu tunaita cochlea. Sikio la ndani lenyewe linafanya kazi kwa ajili ya kupitisha ile mitetemo na mawimbi ya sauti kwenda kwenye ubongo, na hatimaye ubongo unakwenda kutafsiri ile mitetemo ya sauti ambayo imetoka kwenye sikio la nje. Sasa kwenye hili sikio nataka nikukumbushe ya kwamba sisi tulio wengi tunaamini kwamba sikio ni hili la nje. Hili sikio la nje sio sikio, hili ni sehemu ya sikio. Kwa hiyo mtu mwenye tatizo la kusikia anakuwa ameathirika ndani, sio nje. Kwa hiyo lazima tufahamu hapo. Sasa baada ya hapo, hebu tuende tukaangalie kiufupi sababu za uziwi. Yaani inakuwaje mpaka mtu anakuwa ni kiziwi? Tukiachana na hizi imani ambazo sisi tunazo na mitazamo yetu ya kibinadamu ambayo tunayo, nini hasa sababu za mtu kuwa kiziwi? Sababu ya kwanza tunasema ni magonjwa. Kwa hiyo mtu anaweza kupata ukiziwi kwa sababu ya magonjwa mbalimbali. Kuna ugonjwa wa gongo, kuna magonjwa ya kuumwa homa kali. Yale magonjwa yanaweza kumpelekea mtu sikio lake, mishipa ya fahamu ikaathirika na hatimaye sikio likashindwa kufanya kazi. Lakini pia sababu ya pili ni ajali. Mtu kiziwi, ukiziwi kwa mtu unaweza kupatikana kwa sababu ya ajali. Mtu anaweza kupata ajali kubwa sana. Aidha gari wamepata ajali kwa gari, mwisho wa siku sikio la ndani likapatwa na shida, likavunjika. Yaani tunasema sikio linaweza likavunjika. Kwa hiyo likivunjika sikio haliwezi tena kufanya kazi. Lakini pia sababu nyingine makelele, sehemu yenye kelele kubwa. Wale wenzetu ambao wanapenda sana kusikiliza mziki kwa sauti kubwa sana, kwa mfano wale ma DJ, wale wapo kwenye hatari kubwa sana ya kupata tatizo la kusikia. Hivyo watu ambao wanapendelea kukaa kwenye sehemu yenye kelele, kama mishipa yao ya fahamu haiko active kwenye utendaji wa kazi, wana possibility kubwa sana ya kupata matatizo la kusikia. Lakini pia kuna kurithi.
kuna watu ambao wanaweza wakarithi matatizo ya kusikia, hivyo anazaliwa akiwa na tatizo la kusikia kutoka kwa wazazi. Lakini pia sababu nyingine ni matumizi ya dawa. Kuna dawa ambazo ukizitumia, kwa mfano zamani kulikuwa kuna dawa fulani ambayo ilikuwa inatibu malaria, ni dawa ya sindano. Ile dawa ukipigwa ile sindano, masikio yalikuwa yanaziba kabisa zaidi ya siku nzima. Sasa wakati mwingine kama mishipa yako haina sensitive, haina uwezo mkubwa wa kuhimili ile kemikali, mwisho wa siku mishipa inakufa na hatimaye sikio linashindwa kusikia. Sababu ya mwisho ni uzee. Uzee pia unasababisha mtu kushindwa kusikia. Kadri umri unavyozidi kwenda na kadri sikio linavyozidi kufanya kazi, uwezo wake wa kusikia, mishipa yake ya fahamu inazidi kupungua uwezo wa utendaji kazi, na hivyo mtu huyu anaweza kapatwa na tatizo la kusikia. Hizi ndizo sababu chache ambazo zinapelekea uziwi kwa watu, ama mtu unayemwona ni kiziwi, sababu zake zinakuwa ni hizi hapa. Kwa hiyo mtumishi wa Mungu, na tumaini utakuwa umenielewa vizuri na umefahamu hasa kwamba ni nini sababu za mtu kuwa kiziwi, na pamoja na hiyo mitazamo ambayo wewe unayo, lakini sababu kuu za msingi ni hizi ambazo tumeweza kukutajia. Na nikukumbushe mtumishi wa Mungu, usisahau kutufollow kwenye peji zetu za Instagram na YouTube kwa kuandika jina Inclusive Gospel au kwa Kiswahili Injili Jumuishi. Hapo unaweza kutupata na masomo haya yanaweza yakaendelea pale. Ni kuombe mtumishi wa Mungu kwa endelea kutufuatilia kipindi ambacho kinafuata mbele. Tutaendelea kukuletea makala haya, tutaendelea kukuletea somo hili siku hadi siku. Kikubwa usisahau kusubscribe hapo chini. Kama ndo ni mara yako ya kwanza, basi hakikisha una subscribe, hakikisha una follow, una like, lakini pia una comment. Mungu akubariki sana mtumishi kwa kuendelea kutufuatilia. Tunafurahi sana kuona unabarikiwa na somo hili, na tunatamani siku moja na wewe utaweka jitihada kuhakikisha kwamba injili ya Yesu Kristo inakuwa ni injili jumuishi, na ndugu zetu wenye ulemavu wote wanaweza kufikiwa injili ambayo tunaitamani watu wote waweze kuipata. Mungu akubariki sana. Karibu uendelee kutufuatilia kwenye somo ambalo litafuata hapo mbeleni. Asante sana. Mungu akubariki sana.